Ukiona una neema, umeolewa na mwanaume ambao ni responsible husband, anaweza kulipa ada ya mtoto. Yani anaweza kukumbuka hata kuna mtoto, akalipa ada asubuhi. Ukaona ameamka asubuhi anasimamia watoto waende shule. Ukaona mwanaume ameamka asubuhi anaweza kusema piga rangi hapa, badilisha ukuta hapa. Yesu wangu. Huyo mwanaume kama unaye, mafungo haya ya Kwaresma muombe. Muombe vibaya mno, shetani hataki kumuona, atachinjwa mbele yako ukimuona. Ikiwa wewe ni mwanamke, ni mtoto wa kike, kule ulikotokea kwenu unamuona una kaka yako. Kama Rebeka anasema, Rebeka alikuwa na kaka yake anaitwa Laban. Yani ukiona unaangalia nyuma, unakuta kuna kaka yako, yani kaka yako ambaye ni mwanaume, responsible husband, responsible brother, responsible mtu ambaye anabeba majukumu. Mwanaume anayeweza kuwasha gari siku ya Jumamosi au weekend akaenda kwenye viwanja, mashamba, anaweza kuotesha hata mti. Yani ukiona mwanaume wa namna hiyo, please popote pale duniani, ni wa thamani kuliko dhahabu ya Ofiri. Balaa ni kwamba wapo wanaume ambao ni very responsible, wenye akili, waliobakia wachache duniani ambao hawapo ni dhahabu. Alafu ameoa mwanamke bom, ananuna kuanzia asubuhi mpaka jioni kama puto. Na kila saa ananungunika. Naomba uniletee yani unamsumbua mwanaume ambaye ni responsible. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Nilisoma katuni moja anasema, ni mume wangu kila siku yuko busy, anasafiri, anahangaika na biashara, hangaiki na mimi. Alafu kwenye ile katuni mwanamke mwingine akamwambia, naomba unipe namba yake. Give me that phone. Nipe namba yake. Manake haujui namna ambavyo ni wa thamani huyo mwanaume. Hujawahi kujua. Na hata wengine mmeamka asubuhi ya leo kitanda kimoja, wala yani hata huelewi alivyoamka, wala alivyooga, wala alivyovaa, wala alivyoenda kazini. Wewe uko gubi unakimbizwa na mbilikimo kwenye usingizi na vibwengo. Haujajua. Tupe namba yake kama amekushinda.